Kwa kipekee kabisa nichukue fursa hii kuwapongeza wamiliki, wasimamizi, mabosi na kila aina ya neno unaloweza kuwaita, hawa ambao wametupa eneo hapa. Seafood lovers, tumekuja leo sisi Friends of Berkane kuenjoy. Naomba tuwapigie makofi mengi sana Seafood lovers. Hapa mjini kuna watu wengi wanauza vyakula, lakini ukitaka vyakula vyenye ubora unakuja wapi? Seafood lovers. Ni mahala sahihi kabisa. Kwa hiyo nawakaribisha Watanzania wote, pata nafasi ya kupita hapa Kinondoni maeneo ya Kwapinda, njooni hapa Seafood lovers mle. Kuna kila aina ya chakula hapa, kila aina ya vinywaji, ni wewe tu na hela yako. Chai pia ipo ukikosa pia hela yako, wewe njoo tu. Leo Tanisa hapa ni muungwana, atakupokea. Si ndio bwana? Jambo la tatu ni washukuru sana Friends of Berkane wote ambao mmetenga muda wenu na kuja hapa Seafood lovers kuweza kusherehekea kwa pamoja sherehe za Mwarabu mwenzetu kuchukua kombe la shirikisho barani Afrika. Tumpigie makofi Berkane. Jambo ambalo hatuwezi kulificha na ni ngumu kufichika ni raha tulizokuwa nazo sisi wakati huu. Halifichiki na hatuwezi kuficha, tuna raha kweli na tumeenjoy mno. Kama tungepimwa uzito sasa hivi, sisi Friends of Berkane ambao makao makuu yetu ni pale Twiga na Jangwani, kila mmoja wetu saizi kilo 5 mpaka 10 zimeshaongezeka kwa raha tulizozipata siku ya jana. Uongo kweli? Sahihi kabisa. Uongo kweli? Sahihi kabisa. Sasa nianzie pale ambako wao waliishia. Mara ya mwisho nawasikia wakizungumza, maanake hawajazungumza muda mrefu. Mara ya mwisho walikuwa wanasemezana kwamba ni vipi mwenyekiti wa vilabu barani Afrika Engineer Hersi Said hajawapongeza kwa kufika fainali. Tukawaambia waache haraka. Engineer kama mlezi wa vilabu vyote atampongeza bingwa. Na leo niko hapa kuleta salamu za rais wetu Engineer Hersi Said, mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika. Anawapongeza sana RS Berkane kwa kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho la Afrika. Naomba nirudie hapo. Mwenyekiti, malaika walikuwa wanataka kusikia salamu za engineer. Naomba niwape hapa. Mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika Engineer Hersi Said anawapongeza sana klabu ya RS Berkane kwa kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika. Yeye kama mwenyekiti ameenjoy na anawapongeza. Kwa hiyo kama kuna timu inataka salamu za hongera za engineer, chukueni kombe. Hizo ni salamu za mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika. Na wiki ijayo kuna fainali nyingine ya Champions League, wanacheza Pyramid na Mamelodi Sundowns. Bingwa atapongezwa tena. Kwa leo zimeanza salamu za pongezi kwa Berkane, zinafuatia za Champions League. Jambo la pili, nimeona mashabiki wengi wa Yanga hapa tukitangaza kwamba tumemsamehe yule referee. Lakini niwaambie ukweli kabisa ndugu zanguni, mimi leo nimeirudia mechi yetu ya Yanga na Mamelodi vizuri kabisa. Leo nimeirudia. Niwaambie ukweli, Lila Azizi alikuwa goli Kabisa. Nimerudia leo kwa akili zangu timamu bila pressure yoyote. Nimeirudia mechi ya Yanga na Mamelodi kule South Africa. Nimejiridhisha kwa 100%. Aliopiga mpira ule Stefano Aziz Ki, lile halikuwa goli. Ule mpira haukuvuka. Kwa maana hiyo yule refa alikuwa sahihi
na yuko sahihi mpaka leo, hana baya. Nimeona wavimba macho wametaka kumkunja. Nimeona wamevamia chumba cha mwamuzi wanataka kurusha ngumi. Tuwaambie watafute sababu nyingine, ila wasitutagi kwamba sisi Tanzania tunaonewaga. Sisi Yanga hatujawahi kuonewa na refa yule. Maana naona maneno yashaanza, huyu refa hatuoneaga wa Tanzania, ni uongo. Sisi hajaonewa. Sisi Yanga hatujawahi kuonewa na tumejiridhisha ule mpira ukuvuka. Goli lazima liguse nyavu, litikise nyavu. Goli lazima litikise nyavu. Azizi angepeleka kule. Kwa hiyo tumejiridhisha kama wana Yanga, na tunatumie fursa hii kumuomba yule muamuzi atusamee sisi kama tuliwahi kumwongelea maneno yoyote mabaya. Yule ni muamuzi wa viwango vya juu kweli kweli. Refa oye! Atusamee. Siku ile tulikuwa tuna hasira, tulikuwa tuna pressure ya matokeo, tulikuwa tuko mbali na nyumbani, au waje ukiona tuliyozungumza mengine hayo, atusamee tu. Lakini kiukweli Watanzania hatujawahi kuonewa na yule refa. Lile halikuwa goli. Kwa hiyo asitutagi mtu kwenye mazungumzo yake kwamba sisi na Yanga tumeonewa, ni uongo. Sisi Yanga hatuna shida na muamuzi yoyote yule aliyechezesha michuano ya Afrika. Hilo ni jambo la pili ambalo nikasema ni vizuri niliweke wazi hapa, Watanzania wapate kufahamu. Jambo la tatu. Jana tumeshuhudia uhuni mkubwa ukifanywa na baadhi ya wahuni pale kwenye uwanja wa New Amani Complex. Hawa baadhi ya wahuni walirikodiwa wakiwafanyia vurugu, wakiwavua jezi zenye thamani zaidi duniani, jezi za klabu ya Yanga, baadhi ya watu waliokuwa wamezivaa. Lakini wakaenda mbali zaidi, hawa watu waliovaa jezi za thamani zaidi duniani wakawa wanatolewa nje ya uwanja wasiangalie fainali. Tumie fursa hii kwanza kuwaambia vitendo hivi sisi kama viongozi wa klabu ya Yanga vimetusikitisha sana. Na tunavilaani. Kwa sababu sisi tunaamini kwenye uungwana kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Hivyo tunaziomba mamlaka zote ambazo zinahusika. Sababu video zipo. Watu hawa waliofanya ule uhuni wachukuliwe hatua kali na iwe fundisho kwa watu wengine. Lakini neno langu kwa mashabiki wa Yanga ambao jana wamekumbana na kadhia hiyo, kwanza tuwape pole. Tunafahamu mlisafiri wengine kutoka mbali, kakata viingilio. Ile ni mchezo wa fainali, sio mchezo wa mtu, ni mchezo wa kafu. Kila mtu ana haki ya kuangalia ule mchezo. Kwa hiyo tuwape pole. Lakini kwa wengine ni waombe, endeleeni na ustaarabu na tamaduni ambayo Yanga tuko nayo. Tusijiingize kwenye makundi ya wahuni wachache ambao sasa hivi wanaanza kupandikiza chuki kwenye ushabiki wetu ambao tuko nao. Tumewasikia wakiongea bila wasiwasi, wakitishia watu maisha. Tumewasikia bila wasiwasi wakitangaza misiba kwa watu, na sio tu watu, na familia. Sisi tulistaajabu sana kuona mtu sijui ana mamlaka. Maana tumeshindwa, tumekaa kimya, hatujui mtu ana nguvu gani, hatujui wenzetu wana mamlaka yapi, mpaka unasimama mbele ya hadhira unatangazia watu utawazika Mwanakwereke, wengine utawazika Kisutu. Hatujui wenzetu nguvu hiyo wanatoa wapi. Lakini waombe wana Yanga, sisi tusiingie kwenye hizo chuki za kipuuzi. Tulinde utamaduni na desturi yetu ya uungwana, kama ambavyo waasisi wa klabu hii, wazee wa klabu hii
wakubwa wetu na sisi na wadogo wetu watakaokuja kuishangilia klabu hii, Yanga kwanza ni ustaarabu. Nimeona kwenye magrupu ya WhatsApp watu wana hasira kweli kweli, wakipania kulipa kisasi. Nisiwe mnafiki, nimeona watu wakipania kulipa kisasi. Lakini kama kiongozi wenu nipo hapa kuwaomba, futeni hayo mawazo. Futeni hayo mawazo, tubakini kwenye utamaduni wetu, na itakapokuja mechi nyingine ya kimataifa kama zilizopita, kama una jirani yako mualike aje kuitazama Yanga apate burudani. Kama kwenye timu yako unaye Pacome Zouzoua, unaye Prince Dube, huwezi kuwa na wasiwasi wa kumwalika mtu aje angalie burudani. Naomba nirudie hapo. Kama kwenye timu yako, timu yoyote tu ile duniani, una mchezaji kama Max Nzengeli, una mchezaji kama Faisal Salim, huwezi kuwa na wasiwasi kualika mashabiki waje waenjoy burudani. Hadi kweli hata kule Chamazi watu wanaenda kuangalia Azam bwana. Yes. Ukishakuwa na timu nzuri, huwezi kuwa na mashaka huyu akija sio itakaje kuaje. Shabiki jukwaani anakuhujumu nini, wewe timu huna? Timu huna. Unaanza kutengeneza vikwazo. Ndio maana narudia tena, ndio hapo umeweka msisitizo hapo. Kama una wachezaji wazuri kama Pacome, timu yako ina Max Nzengeli, timu yako ina Jibril Sila, timu yako ina Faisal Salim, timu yako, nyie mnashangilia nini? Timu yako ni nzuri. Kwa sababu nchi hii hata pale Azam watu wanataka kuangalia mechi. Uongo kweli? Si mnaendaka Chamazi kuangalia Azam? Mlishawahi kufanywa fujo? Kwa sajilini wachezaji wazuri kwa 2-2 kwa 2-2. Hata mimi nimefundisha timu juzi, nimefungwa mechi 3. Sijawahi kutaka watu wapigane. Hasa wewe umeshonwa tu 2. Unarudi huku mishipa ya shingo inakutoka. Matokeo yake sasa wamekwenda kuitengeneza fainali mbovu zaidi katika historia ya CAF. Hakujawahi kutokea fainali mbovu kama tulioiona siku ya jana. Hivi watu mnafikaje fainali mechi 2 dakika 180 mna on target moja? Aibu. Tufanye tu kwamba leo watu wote hao hawapo. Miaka 10 baadaye wanatakiwa msimulie mtoto kwamba hii ilikuwa fainali. Alafu anacheki Google anaona on target ni moja. Akikuuliza ilikuwaje utaeleza nini? Kwa ni waombe wana Yanga, mawazo, mipango na fikra za kutaka kurudisha kisasi futeni. Bakini kuwa waungwana, isupportini timu yenu, na ikitokea mechi nyingine ya kimataifa watu wakaja wapeni nafasi waje wapate burudani. Unajua ukubwa unakwenda na ustahimilivu. Kifungo unastahimili. Kwa hii ni ombe wana Yanga. Tumeelewana? Ndio. Si imeisha hiyo? Msiige mifano ya kihuni. Mambo ya kipuuzi wachieni wapuuzi waendelee nayo. Sisi tu focus na mambo ya msingi. La mwisho, huyu mtangazaji ananichanganya huyu. Jao unajua wakati mechi inatangazwa hii, kama mlifuatilia vizuri, dakika 90 ilikuwa mpira. Baada ya mechi kuisha akawa kama maombolezo hivi. Yaani ushaangalia msiba ule wa kiongozi afu kwenye TV mtu anautangaza. Sasa wanainuka hao, sasa ni ndugu marehemu ambao wanainuka wanaongozwa na mjomba fulani. Ndivyo ilivyokuwa mwisho pale kwenye medali. Hamjasikiliza nyie? Sikiliza. Nilimwambia ndugu yangu Mpenja vipi? Maana alikaa kutangaza msiba pale. Aliyetangulia mbele ni Murtaza Mangungu. Kwa nyuma yake naona viongozi wengine, lakini kuna captain wanakuja.
Yaani kama mtu kodilishao unajua anaenda kuzika nini hapo. Motsepe sio Motsepe. Motsepe. Mpenja oye! Katangaza mechi ngumu zaidi kwenye maisha yake jana Baraka Addison Mpenja. Kila akichangamsha mechi, anachangamka yeye, mechi iko pale pale chini. Mpenja kila akiwavuta, inapigwa watu hawapigi kweli. Kabakia yeye. Tumpeni sana pole Mpenja. Akateseka sana jana. Mwisho nataka niwape ratiba fupi, kwa sababu wameona tumefanya tukio leo hili, wanaweza kufikiri kwamba tumefika mwisho. Sisi kama marafiki wa Berkane, hii mnayoiona leo hii ni a'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillah. Kuna bismillah itakuja, alafu kuna suratul Fatiha itasomwa. Tunaandaa safari maalum sisi kama Friends of Berkane wa hapa Dar es Salaam. Tutavuka maji, tutaelekea Zanzibar. Naomba nirudie. Baada ya shughuli ya leo hapa Seafood Lovers, kuenjoy, watu kufurahi na kuimaliza Gahawa Day vizuri, tukio itakalofuatia sasa ni sisi marafiki wa Berkane kutoka huku bara tutafunga safari kuelekea visiwa vya Zanzibar kwenda kuwapongeza marafiki zetu wa kule kwa kazi nzuri walioifanya kutupa furaha. Wenye Zanzibar yetu twaja, wenye Zanzibar yetu twaja. Safari hii hatufanyi kificho, tutasherehekea dhahiri shahiri. Yaani hatukai kwenye kisehemu kujibanza banza. Tuna furaha kweli na mtaiona furaha yetu. Mashaallah. Kwa hiyo marafiki wenzetu wa Zanzibar, mjiandae, tunakuja hapo. Lakini tukiwa Zanzibar pia tutajaribu kuomba kama tutapewa nafasi ya kumtembelea Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kwanza kumpa hongera Dr. Mwinyi kwa maboresho ya uwanja wa New Aman Complex. Tumpongeze, kafanya kazi kubwa sana serikali ya Zanzibar. Uwanja wa Zanzibar leo hii umehodhi fainali ya Afrika. Lakini jambo la pili kibinadamu ni kwenda kumpa pole. Ameshuhudia mambo mazito sana rais wetu. Najua inauma sana, inaumiza. Inaumiza watu ukae nao usiku wa kuaminisha uongo, alafu uende uwanjani ukute ndivyo sivyo. Inaumiza sana. Kibinadamu tutasafiri na tutaomba sisi kama raia wema tupate nafasi ya kumtembelea Rais Mwinyi, tumpe pongezi kwa uwanja wetu wa New Aman Complex kuhodhi finali, lakini pia tumpe pole kwa aliyoyashuhudia. Jambo la tatu ni kumwambia Mheshimiwa Mwinyi, katika mechi zilizobakia za Yanga, kuna mechi moja Yanga tutakwenda kucheza New Aman Complex. Katika mechi za Yanga zilizobakia tutakwenda kumwambia kama sehemu ya hongera yetu, tutakwenda kucheza mechi moja Yanga pale New Aman Complex. Sasa aje ashuhudie football kweli, aje ashuhudie mpira ukipigwa kweli. Tutakwenda kumuomba, sababu tulikwenda mara ya mwisho kombe la Muungano, pekee ratiba zilikuwa nyingi, akashindwa kuja Pemba, lakini tutapeleka mechi moja. Zebaki mechi tatu. Tutapeleka mechi moja pale New Aman Complex, ili Wazanzibari wengine ambao wameumia, wana maumivu, wakapate sehemu ya kusafisha mioyo yao. Zanzibar oye! Zanzibar oye! Zibakia tatu kwa sababu tuna mechi mbili ya ligi na tuna fainali. Au mpaka nzitaji. Tuna mechi na Prison, tuna mechi na Dodoma Jiji na tuna fainali na Singida Black Stars. Simeelewa? Wamefungwa bwana. Takubeba.
Kwa hiyo Wazanzibari wajiandae kupokea Yanga Afrika, itakuja hapo kuwagea burudani inayostahili viwango vikubwa. Kufikia hapo niseme tena asante kwa Seafood Lovers kwa kutualika, kutupa kahawa leo nzuri, tumeenjoy. Tumepiga chai za maziwa fresh hapa, tumepiga sambusa fresh, tumeenjoy sana. Kwa hiyo tunasema asante, na wakati mwingine pia ikipendeza mtupokee inshallah. Kwenye ratiba leo alisema watakuwa wapi? Ratiba leo itakuwa Ikulu Dar es Salaam Magogoni. Sawa. Alafu tuna barua yao tu ya mwaliko alitualika. Vilabu. Ile barua lazima twende. Leo ilikuwa ratiba inasoma wapi leo? Leo Ikulu Magogoni. Ambacho kimenisikitisha, baki akimaliza nakumbuka. Watu hawa leo nimewaona wameshuka kwenye boti. Kombe wameshuka napo. Zile medali kila mtu kaficha. Yaani wameficha mbali. Hasi mjivunie sasa kwenu. Maana mimi unajua nilikuwa naangalia vizuri ile video leo. Kwanza naangalia medali ziko wapi, naona zimefichwa. Lakini la pili kana naangalia umbali kati ya Pimpin Kamara na yule bondia yule. Hivi unajua yule mtu nilimsahau. Naomba nirudie tena. Kuna mada nilisahau. Huyu Mandonga huyu. Mtu kazi. Huyu Mandonga huyu. Sijui alicheza mechi gani bwana. Mandonga akazungumza kweli. Ilikuwa nusu Nusu. Sasa sisi tunakwenda kuleta kombe Tanzania. Mandonga bwana. Yeye anafikiri kombe ni sukari unaweza ukaagiza tu. Bandarini pale ukaipokee uje uuze. Watu kamtazama na yule toka waponza yule. Tukamtazama na huyu mgeni huyu. Anakuja tena anajiapiza, kombe itakuja hapa. Wewe Mandonga wewe. Wewe Mandonga wewe. Jana mlimuona uwanjani? Muda pekee ziliomuona anamkunja Pimpin. Sio kwa daiana nini wale. Pulugu ya mana. Pulukushani nguo na hamjapata story nyewe vyumbani. Pigana vichwa. Mlifichwa vyumbani hivyo ruka vichwa. Spider akasema hapana usinizalilishe, naye akarudisha kidogo. Paliwaka moto. Mandonga alijiapiza ahadi ambayo haiwezi. Na hata kaa haiweze. Sio yeye na wote ambao wako nyuma yake. Kama unahitajika ubingwa wa Afrika nchi hii, watakaouleta ni Yanga. Sisi 2023 tuliseti standard ya kucheza fainali ya kombe hili la shirikisho. Na ndio aibu ambayo inawasumbua leo, hata medali imebidi wafiche. Ile ni aibu. Kwa sababu kuna standard tuliseti kama Yanga kwenye kombe la shirikisho. Na ile standard hawa watu wanajisahau tu. Nimeona leo wanazungumza wao sijui kujenga timu sijui tumefanyaje. Wale huu ni mwaka wa 5 wanajenga timu. Sio mwaka huu. Huu ni mwaka wa 5 wanaendelea kujenga timu yao. Sisi Yanga mwaka wetu wa kwanza uongozi transformation imenyooka hivi. Tumefika finali. Na finali yenyewe kombe tumelipoteza wapi? Ugenini. Tena kwa kanuni. Ugenini na kwa kanuni. Mwaka wa kwanza transformation Yanga imekaa pale, engineer amekaa pale, mipango inaanza kufanya kazi. Wao huu ni mwaka unakwenda wa 5. Wanasema kwamba wanajenga. Yaani hicho walichokijenga mwaka huu ni matokeo walichokivunja mwaka jana. Wasiwadanganye. Mwaka jana walikuwa na timu mbovu, mwaka juzi walikuwa na timu mbovu, tena walikuwa na timu mbovu. Kwa hiyo kila mwaka wanavunja timu, wanajenga upya. Wanavunja, wanajenga upya. Wanavunja. Mwaka huu ndio wameifikia standard ya Yanga tulitengeneza kwa mwaka huu. Sasa niwaambie wana Yanga. Mwakani inshallah Mungu akijalia kheri tutakuwa tupo Champions League.
kwa mipango ambayo naiona uongozi unaendelea kuifanya kwenye kuboresha timu yetu, kwenye kuboresha timu yetu. Kama patahitajika ubingwa wa Afrika nchi hii kuja, watakaouleta huo ubingwa ni Yanga. Sitokee mtu akawadanganya. Hakuna timu yenye mipango iliyonyooka kama Yanga. Sisi tumenyooka vizuri, na ndio maana usikii tukikwama tukimnyoshea mtu kidole. Tunajua yanayoendelea, tunajua wanayoyafanya kwenye mechi zetu, lakini hatujawahi kumnyoshea mtu kidole tukamwambia wewe tutakuzika. Sisi tunajipanga na mipango yetu, tunaendelea kusimamisha taasisi yetu, na inshallah taasisi itasimama na itafika goli hili itafika juu ya kilele tukichukua ubingwa wa Afrika. Kwa hiyo asiwavunje mtu moyo na asiwadanganye mtu. Mipango ambayo tuko nayo ni mipango ya kwenda kuuleta ubingwa wa Afrika hapa, na sio mipango ya kupitia kwenye kombe hili la shirikisho tena. Huku tushavuka, tunakwenda Champions League tukiwa na malengo ya kuuleta ubingwa wa Afrika, ligi ya mabingwa hapa Tanzania, na inawezekana kwa timu ambayo tunaijenga msimu huu. Mtakuja kuiona msimu ujao. Hili jambo 100% linawezekana. Ni jukumu letu sisi wana Yanga kusimama na viongozi wetu, kuwaunga mkono wachezaji wetu, na tufikie malengo yetu kwa pamoja Inshallah. Yanga oye! Oye! Yanga oye! Oye! Mwisho niseme kwamba hatuchezi. Asanteni.